Tuko wengi hapa, simu zimejaa picha chafu mpaka misikitini. Mmoja anaingia msikitini, simu yake inaanguka, inatoa sauti za ajabu. Baba mtu huyo, kwa uchafu ulivyotujaa mpaka mtu anajisahau, anaingia msikitini hajazima uchafu wake. Sitri ya Allah inapoondoka, ndugu zangu, ogopa sana. Sitri ni neema kubwa ambayo Allah amekupatia, amekufichia wewe, amekustiri wewe. Tubu ila Allah, mwogope Mwenyezi Mungu. Akinyanyua sitri hii, utatafuta ardhi ambayo si Allah ujifiche wewe. Utatafuta sehemu usitembee mbele za watu, usionekane kwa fedheha na aibu. Na kama si hapa, basi siku ya kiyama Allah anasema yauma tubla sarair, siku ambayo siri zitafichuliwa. Adhunub alkhalawat, madhambi ya siri. Seuze ule anayefanya wazi, wale wajahari ndio balaa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia lisani ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Allah subhanahu wa ta'ala, kullu ummatin muafa, mtume anasema umma wangu wote utasamewa, illa almujahirin, isipokuwa wale watu ambao wanadhihirisha maasiya. Hawa ni wasiri, hawa wanatangaza. Mwenyezi Mungu amekustiri usiku, wewe unakuja unawaambia jamaa, albariha, jana faaltu kadha wa kadha, nilifanya hivi na hivi katika maasi, nilikunywa pombe, nilizini. Allah amekustiri, wewe unafichua mbele za watu kwa sababu ya kibri. Ukiambiwa mwogope Mungu, unaleta kibri. Allah anazungumzia katika suratul Baqara, anasema wa idha qila lahum ittaqillaha akhadhathum al'izzatu bil ithm fahasbuhum jahannam. Wanapoambiwa muogopeni Mola wenu, wanazidi inad na kibri. Tatuambia nini wewe? Who are you to judge us? Wewe ni nani kutuhukumu sisi? Kwa hiyo ndugu zangu, madhambi ni mojawapo katika jambo ambalo litatuharibia amali zetu yawm al-qiyama. Kuwa mkweli. Mtume SAW sallallahu alayhi wasallam anakuambia ittaqillah haythu ma kunt, muogope Mola wako popote ulipo. Wa atbi sayyi'ata alhasana tamhuha, fatanisha yale kutereza kwako, yale makosa yako na wema, ule wema unafuta. Lakini usikuwe mustamirran continuous. Ikishaingia giza, basi roho yako inataka kutoka msikitini mbio ili uingie nyumbani, ushike simu yako uingie katika uchafu. Addiction. Mmoja katika vijana ananiambia, shekhe bwana, mimi nimeshindwa kuacha hili jambo, kila sana atakuangalia uchi wa wanawake, addict wa pornography. Nikamwambia, wewe kile inapokuja fikra kama hii, mlani shetani, na ikiwa shetani anazidi kukushinda nguvu, iambie nafsi yako, lau kama mimi nimeshika ile simu yangu naangalia pornography na malakul maut anachukua roho yangu, nitakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Leo naona clip moja katika watu anaingia, ni siku yake ya kuzaliwa, anasherehekea birthday. Mwana kwenye clip anaingia, anaimba, anacheza, anakata mauno, mwanaume mzima na afya yake, mtu miraba 7 au miraba 4 afwan, anaingia kwenye ile floor dance floor, anacheza, anafanya mambo yake, watu wanamshangilia. Mwisho ameanguka chini, watu wanafikiria bado anacheza, labda ni style mpya kucheza, wanazidi kumshangilia, wakitahamaki malakul maut amechukua roho yake. Pombe imemzunguka, amekufa katika hali kama hiyo. Hasa wewe unapokuijia maasi ya siri, ujiulize, fa aina Allah, Mwenyezi Mungu yuko wapi? Hiyo itakufanya wewe urudi nyuma. Na ndio maradhi leo takwimu zinaonesha, vijana na wazee, kwamba pornographic addiction imekuwa on the high rate. Si wanawake, si wanaume, na mambo ya siri, ile ada ya siri, ile masturbation imekuwa on the high rate, mpaka watu wanapata maradhi ya ajabu, mpaka mtu akisha kuja kuoa anakuwa hana nguvu za kiume, kwa sababu nguvu zake zote kazimaliza katika haya mambo, adatu sirriya. Ndugu zangu katika imani, adh-dhunub al-khalawat, tumogopeni sana Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukunyang'anya masikio yako. Watu wanaona masikio yako lakini hayasikii, una macho lakini hayaoni, Allah anaweza kuyachukua anytime.
Tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nukta nyingine ambayo vile vile inaharibu amali zetu ni maradhi ambaye asili yake yanatokana na shetani Iblis al-la'in. Maradhi ya hasad. Hasad inaua umma huu, na ain ndio inaua umma huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wengi katika umma wangu watakufa na macho. Na naam, macho imefanya wangapi leo? Hasad imefanya mangapi leo? Na yote baba wa hasad, mwalimu wa hasad ni al-Iblis al-la'in. Alituachia sira yake mbaya baada ya kumhusudu baba yetu Adam alayhi salam. Hasad. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-hasadu yaakulu al-hasanat kama yaakulu an-nar al-hatab. Hasad inakula wema kama vile kuni inavuliwa na moto. Unaswali msikitini na ndugu yako, lakini wewe ndani yake, ndani ya moyo wako unamhusudu, unataka neema zimuondokee, unaungurika. Na hasidi ana sifa zote chafu. Ukiwa hasidi utakuwa muongo, utakuwa fatani, utakuwa adui. Maana hasad haiwezi enda bila uongo. Maana hasad rafiki yake muongo, hasad roho mbaya, hasad adui, hasad nifaq. Hasad ndio mama ya maradhi yote machafu, amradhul qulub. Ukiwa hasidi utakuwa muongo tu. Fulani si hivyo bana, huyu ni hivi, utamsingizia kwa sababu umpendi. Usimuone anaswali swali bana, huyu anafanya kazi za drugs, umemuona? Anasikia watu wanasema ai gari bana sio ya kwake. Hizi hasad itakufanya wewe muongo. Hasad utakuwa fitina. Kaa mbali na maradhi ya hasad. Kuwa mtu kalbi yako ni salim, safi. Pata kujua ndugu Muislamu, wewe huwezi ukamwongezea mtu riziki, wala huwezi ukampunguzia riziki. Huwezi. Allah kishataka kumneemesha mtu, huwezi ukazuia hata ufanye nini. Na Allah kama hataki kumpa mtu, hata ufanye nini hauwezi. Rufiyat al-aklam wa jaffat as-suhuf. Kalamu zimeshanyanyuliwa na wino umeshakauka, hauwezi. Wewe hasidi, ridhika na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni nani kusema fulani hafai kupewa? Wewe ni nani kukasirika Mwenyezi Mungu anapomneemesha mtu? Kama kweli unataka muombe Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, unakaa kuhangaika na wenzako tu. Kwa nini fulani anayo mimi sina? Kwa nini nini wewe? Allah amesharidhia. Na ndio leo unaona maradhi yetu, chuki zimeingia, vita imeingia, watu hawapendani katika sufufu kwa sababu ya hasad. Ndugu zangu katika imani, ni mengi ya kusema, lakini inatosha hizo nukta watu kwenda kuzizingatia. Nukta ya ushirikina, nukta ya kuchukia yale mambo Mwenyezi Mungu ameteremsha, nukta ya riya, na nukta ya kumaasi Mwenyezi Mungu kwa siri, na nukta ya uhasidi. Ihfadhu, iekeni katika vichwa vyenu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي يمن وفي صوماليا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم من عدوهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.